wa miaka 6,000, na akiashiria walichoona wanaodhani hivyo kwamba Yesu anakuja 2031, naam 2027, na mengine ndani yake ambayo tutaendelea kuyachunguza, Biblia ikiweka wazi hatua kwa hatua, na tukaangalia wamefanya kukotoa kuanzia Adam mpaka Shem, ambao walijenga katika Mwanzo 5 sura ya 1:32, ambayo ni jumla ya miaka 1538. Alafu wakajenga kutoka hapo, kwa hiyo kutoka uumbaji mpaka Ibrahimu, ambao kutoka Shem mpaka Ibrahimu ni miaka 450, na ukijumlisha 1558 unapata 2008. Nilikugusia ya kwamba kuna miaka miwili ambayo waliongeza wakati Nuhu anamzaa Shem, kwa sababu Shem alimzaa Arfaksadi miaka miwili baada ya gharika, wakati Shem akiwa na miaka 100. Kwa hivyo wakaona Nuhu wakati anamzaa Shem alikuwa na miaka 502 na sio miaka 500. Nilieleza vizuri wakati uliopita. Kwa hiyo kutoka Ibrahimu mpaka mlima Sinai miaka 505, ambako wanajenga uelewa katika Kutoka sura ya 16 aya ya kwanza, Kutoka 19 aya ya kwanza, ambayo iko sawa, tuliangalia wote kwa pamoja. Ile kwenye Shemu mpaka Tera ni katika Mwanzo 11 aya ya 11 mpaka aya ya 26. Kwa hiyo ukijumulisha ndipo unapata hapo 2008, ukijumulisha 505 unapata 2513. Kutoka Sinai mwanzo hapo wanatoa sheria, Bwana anatoa sheria mpaka mwanzo wa utawala wa Sulemani miaka 476. Kwa hivyo kutoka umbaji mpaka Sulemani inatuchukua 2513 jumulisha 476 inaleta miaka 2989. Kisha kutoka Sulemani mpaka uhamisho wa kwanza wa Wayahudi kupeleka nchini Babeli ilitumika miaka 414, na hapo tukaona changamoto kipindi kile cha mfalme Yoramu na Yoshafati, ambayo iliongezwa miaka 3, wakaichukua kama ilivyo miaka 8 baada ya miaka 5. Kwa hiyo kwa hesabu yao kutoka umbaji mpaka uhamisho achukua miaka 2989 ujumlishe miaka 414 inakupeleka 3403. Halafu toka uhamisho Babeli ambao walikaa kule miaka 70, kwa mujibu wa Yeremia 29 aya 10, Danieli 9:1 hadi 3, Zekaria 1:12, Zekaria 7:5, Nyakati ya pili 36:21. Kwa hiyo unachukua kutoka umbaji mpaka uhamisho Babeli, yaani unajumlisha ile miaka 70, ambayo unachukua 3403 jumlisha 70 unapata 3473. Sasa kuanzia hapo unachukua kutoka hapo utawala wa Koresh ambaye alitoa amri ya kujenga Yerusalemu mpaka kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo inatumia miaka 70. Hiyo ilienda ikatimia mwaka 536, ambako katika mahesabu aliyofanya ndipo ikafika sasa unajumlisha na unapata hiyo miaka, ukijumlisha hiyo miaka 536, lakini haujumlishi yote, kwa maana ya kwamba haijumlishi yote 536, badala yake inakuwa 532. Kwa nini inakuwa vile? Kwa sababu wakati Yesu anabatizwa ilikuwa ni mwaka wa 27, wakati yeye akiwa na miaka 30, kwa mujibu wa Luka 3:21 hadi 23, na kwa sababu hiyo tunatoa hapo 30 aliyokuwa nayo wakati anabatizwa na mwaka ukiwa ni 27, unapata tofauti ya miaka 3. Lakini pia kwa hesabu ya kihistoria kuna mwaka 0 ambao ni kipindi cha mwaka mzima. Kwa hiyo sio 3, inakuwa ni 3 jumlisha kile kipindi kilichohesabika kama 0 ambao ni mwaka mmoja, inakuwa miaka 4. Kwa hiyo sasa unachukua ile miaka tangu tamko aliyotoa Koresh mwaka wa 536, unatoa ile miaka 4 unapata 532. Kwa hiyo sasa kuanzia Koreshi mpaka kuzaliwa kwa Yesu unachukua sasa ile miaka 3400, kuanzia uumbaji mpaka kuzaliwa kwa Yesu unachukua ile miaka 3475 unajumlisha miaka 532 unapata miaka 4005. Narudia, miaka 4005 ni kutoka Adam mpaka kuzaliwa kwa Yesu. Sasa hiyo tuliiona, lakini sasa ikaja kwamba tangu uumbaji mpaka mwaka 2024 unapata miaka mingapi? Kwa hiyo unachukua 4005 unajumlisha ile miaka 4 ambayo katika kalenda haikuhesabiwa, alafu unajumlisha 2024.
Kwa hiyo miaka 4005 jumlisha miaka 4 jumlisha 2024 mwaka tulionao, unapata miaka 6033. Na wakaeleza kwa shetani alipewa miaka 6000 kwa mujibu wa uelewa wao, na lakini hiyo miaka 6033 ni miaka tangu kuumbwa kwa Adam. Sasa wakatafuta kuweza kujua miaka halisi ya tangu anguko ni mingapi. Kwa hiyo wanachofanya ni nini? Wanachukua tangu anguko limeingia, tangu dhambi imeingia mpaka hapa ni nini? Ndipo wakaingia kwenye swali kwamba nini kilimwangusha Adam yule wa kwanza, kwa kulinganisha Adam wa pili ambaye ni Yesu, kwa mujibu wa Korinto ya kwanza sura ya 15 aya 47 na aya 45 na aya 47 hadi 49. Kwa hiyo na pamoja na kile kitabu cha Mathayo 4:2 na aya pili hadi ya 4, kwa mujibu wa Mwanzo 3 aya ya kwanza hadi ya 7. Kwa hivyo wanaona Adam alianguka kwa jaribu la chakula, na ni katika jaribu la chakula Yesu akiwa nyikani, na ilikuwa ni mwaka wa 27 akiwa na miaka 30. Kwa hiyo wakatoa hapo conclusion, wakasema kama Yesu angelishindwa katika uchu wa chakula, angeanguka na kizazi cha Adam kisingekuwa na tumaini. Kwa hivyo tunapataje kufahamu basi? Kwa hiyo ili wajue tangu anguko mpaka 2024 ni miaka mingapi, kwa hiyo inabidi uchukue ile miaka 30 alafu ujumlishe utoe kwenye ile miaka 6033 tangu uumbaji. Ndipo wanapata tofauti ya miaka 30 ambayo inakuwa ni miaka 6000 na 6003. Labda ni kueleza tu jambo hili ya kwamba kwa kufanya hivyo wanajikuta moja kwa moja wameingia, maana unajumlisha miaka 30 4005 alafu unajumlisha miaka 30 ndipo wanapata miaka 4035. Sasa wanasema tofauti ya kipindi ambacho dhambi iliingia na kabla haijaingia, ndipo wanavyofanya, wanajenga mahesabu yao katika umri wa Yesu akipoenda nyikani kujaribiwa, na akasimama kwa ajenda tu ya kwamba Yesu alikula Adam alikula tunda na Yesu hakula, hakubadili mawe kuwa mkate. Kwa hiyo ndani ya miaka ya Yesu 30 kabla hajaenda jangwani, ndipo wakajenga uelewa huo. Kwa hivyo wanatueleza nini katika mahesabu hayo? Ndipo tukaona mahesabu hayo yanakinzana kabisa na mpango mzima wa ukombozi, kwa sababu hasa anguko la mwanadamu aliwezi kutatuliwa na kutokula tu mkate uliotokana na kubadilisha mawe, lakini hasa inahitaji gharama ya kifo, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini tuliangalia Biblia nzima inasifu Calvary na sio nyikani, na tukaeleza kwamba huo ulikuwa ni mwendelezo tu wa ushindi wa Kristo ambao amekuwa akimshinda yule mwovu, lakini kilele cha ushindi wake kilikuwa juu ya mlima wa Golgotha. Na huo ndio ukweli unaoona vizuri katika Ufunuo sura ya 5 aya 5 na ya 6, na katika hasa aya ya 5 ya Ufunuo sura ile ya 5 na aya 12, ushindi wa Yesu Calvary ndio wimbo wa Filipi 2:5 hadi 11. Calvary ndio wimbo na sio nyikani. Na hiyo imaanisha kwamba nyikani sio kitu muhimu, ni muhimu sana, lakini ni katika mwendelezo wa ushindi wa Yesu dhidi ya yule mwovu. Leo sehemu ya 7 tunataka kuingia kwa undani zaidi kuona kwa nini madai Yesu anakuja 2027, na kwa nini wanadai pia kama sio 2027, kwa nini wanasema ni 2031. Huu ndio kweli ambao wewe na mimi tunahitaji kuufahamu leo, na amani ya Bwana iwe nawe tunapotembea wote kwa pamoja. Jambo la kwanza ambalo tunapaswa kufahamu ya kwamba ukokotoaji wa miaka 6000 kwa hakika kwa mahesabu hata ya kwao walioyapiga inakuwa tayari umeshapita muda wake. Tayari umeshapita, maana unaenda mpaka 2005 mara 6002 mara 6009. Katika ukokotoaji wao wote unawafikisha 6002, 6009, 6005. Sasa kama ingelikuwa hasa ni ukweli wa leo, basi Yesu angekuwa ameshakuja siku nyingi, kwa sababu tayari miaka imekwisha kupita. Lakini nieleze tu jambo hili ya muhimu sana kwa ukokotoaji katika maandiko matakatifu. Swala ambalo tunahitaji kulifahamu ni hili, na kila mmoja anapaswa kuchunguza kwa umakini kabisa. Sasa wanakuja wanaangalia kwamba kutoka uumbaji hadi mwaka 2024 kama tulivyoona,
wanapata aje mahesabu hayo? Wanachokifanya, unachukua kutoka uumbaji hadi ubatizo wa Yesu. Mission for all.